wale wamchao Bwana wana nguvu tele. Heri ya mwaka mpya ndugu mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Dr. Yondi Sahani Matias, ni mkurugenzi wa afya wa Jimbo la Mara. Leo nataka tujifunze kwa kifupi kuhusiana na changamoto ya wanawake ambayo inahusiana na kuathirika kwa nyonga moja kwa moja. Nitawapitisha kwa kufuatana na michoro, na huu ndio mchoro wetu ambao unaonesha kizazi cha mwanamke ambao kinapatikana. Na ukiangalia kuna mayai, lakini pia kuna uterus, lakini pia hapa kunaonekana kuna infection, maana yake kuna wadudu ambao wameathiri sehemu hiyo, ndio maana kuna tofauti wakati ya hapa na huku. Na hiki chote unachokiona hii ni cervix, mlango wa kizazi, lakini hapa kuna shida tayari paonesha kuna wekundu, na haya ndio maeneo sana ambao tutayazungumzia ambao yanahusiana na habari ya PID. Na hiki chote unachokiona kinapatikana katika sehemu hii ya mwanamke ambayo ni sehemu ya nyonga. Kwa hiyo tutakuja kuzungumzia habari ya tunapozungumzia pelvic ni nyonga ya mwanamke. Inflammatory disease maana yake ni ugonjwa unaosababisha kuvimba kwa nyonga. Sasa nyonga maana yake tunazungumzia ni hivi vyote vya uzazi, kuanzia kwenye sehemu ya uke kuja kwenye sehemu hii ya cervix ambayo imetajwa, lakini pia tunapanda mpaka kufika kwenye mirija ya uzazi ambayo ni fallopian tube hii, lakini pia tunakuja mpaka sehemu ya mayai. Hizi sehemu zote ndio tunaweza kuzizungumzia. Kwa hiyo hii ndio inaitwa PID. Karibu tuweze kwenda kwa pamoja. Basi tuone vitu muhimu ambavyo tutaviangalia kabla ya topic yetu. Tutaangalia vitu vikuu 13. Tutaangalia utangulizi, tutaangalia data zinasemaje kuhusu PID, tutaangalia riski zake, tutaangalia namna ya kuweza kuzuia, tutaangalia chanzo cha PID, tutaangalia namna gani PID inaanza mpaka inakuja kutokea, tutaangalia ni namna gani PID na dalili zake zinavyoonekana, na wakati wa kufanya examination namna ya madaktari wanavyofanya na utambuzi wa ugonjwa huyu. Lakini tutaangalia magonjwa gani yanaweza kukuchanganya au tunasema differential diagnosis ambao unaweza ukachanganya na PID yanayokuwa na dalili sawa. Lakini pia tutakuja kuangalia vipimo ambao vinahusiana na PID, vipimo gani tuweze kuvichukua. Tutaangalia matibabu, tutaangalia matatizo yanayoweza yakajitokeza kama PID haitatibiwa, na mwisho tutaangalia namna gani ya kuweza kufanya prevention, kuzuia. Na huu sasa ndio mchoro ambao unatuonesha hiki ndio kizazi cha mwanamke ambacho tunaweza kwenda kukizungumzia kwa siku ya leo. Basi hapa ni normal fallopian tube, lakini huku ina shida tayari imeshavimba. Kwa hiyo ni namna tu inakuonesha ni namna gani tunaweza tukaenda kuiangalia kwa siku ya leo. Basi tunapozungumzia habari ya PID kwa kifupi sasa ni nini maana yake? PID ni infection, maana yake ni maambukizi pamoja na kuvimba ambao unahusiana na via vya uzazi vya mwanamke, ambapo unahusisha uterus, mirija ya uzazi, pamoja na sehemu zingine ambayo ni organs zingine ambazo zinaunda maeneo hayo. Lakini pia inahusiana PID inahusika moja kwa moja na wadudu kuweza kupanda kutoka sehemu ya uke pamoja na mlango wa kizazi ambao ni cervix kwenda kwenye sehemu ya juu. Lakini PID inaweza ikasababisha inaweza ikaenea mpaka kwenda kwenye tumbo pamoja na sehemu ya ini na kusababisha kitu kinachoitwa Fitz-Hugh syndrome. Hii ni wadudu kutoka katika sehemu ya uzazi kushambulia ini na baadaye kuleta shida ya ini. Hii nayo ni topic kama tutapata siku nyingine tutaweza kuizungumza. Lakini kwa utangulizi, huu ni utangulizi kwa ujumla. Riski kubwa ya watu ambao wanaweza kupata, kwanza ni mwanamke yoyote anaweza akapata ambao bado yuko katika sehemu ya kuzaa. Maana yuko chini ya 45 au yuko kwenye sex active.
Lakini pia watoto wadogo hasa miaka 25 ambao ndio wanasumbuliwa na balehe. Kumbuka ujana balehe inaisha miaka 24. Kwa hiyo ukiona chini ya miaka 25, hawa tunazungumzia wale wanao kwenye lika la balehe, wanaotaka kujaribu kila kitu, ndio mara nyingi wako hapa. Lakini pia kuwa na partner wengi, maana yake kuwa na wenzi wengi kwa pamoja. Lakini pia kutumia njia ya kujizuia wakati wa tendo. Lakini pia kukaa katika maeneo ambayo yana magonjwa mengi ya maambukizi kwa njia ya kujamiana, sexual transmission disease. Lakini pia utangulizi mwingine nasema ni moja ya sehemu au ni moja ya magonjwa ambayo inakuja na shida ambayo ni maumivu ya tumbo la chini pamoja na kutokwa na uchafu usiokuwa wa kawaida katika sehemu za siri. Na mengine tutayaona kadri tunavyozidi kujifunza kwa chini. Kwa hiyo ni ukukaribishe twende tuione epidemiology kwa pamoja. Epidemiology ni data. Data zinazoambia kwamba uwepo wa ugonjwa huu wa PID unazidi kuongezeka kutokana na uwepo wa magonjwa yanayoambukizwa kwa njia ya kujamiana. Lakini uwepo wa ugonjwa huu unatofautiana kati ya 1% mpaka 2% kwa mwaka kwa wanawake wote ambao wako katika umri wa kujamiana. Na inavyoonekana sasa, hii ni takwimu yetu kwa mfumo wa picha, inatuonesha kwamba hawa ni wanawake wote, lakini 1% mpaka 2% ndio wanaingia katika uwezekano wa kupata PID kwa mwaka. Kwa hiyo 1% mpaka 2% ya wanawake wote wanapata. Lakini katika 1% hiyo 1 mpaka 2, 85 katika 100, 85 wote ni wale ambao wako katika lika la kuweza kujamiana, ambao wako katika umri wa kuweza kubeba mimba na kuzaa, lakini pia na unaenezwa kupitia ngono zembe. Na 15% ni kutokana na procedure mbalimbali. Kwa hiyo PID ili kuipata, mwanamke anaipata kwa namna mbili. Ya kwanza ambayo ni asilimia kubwa 85 ni kupitia ngono zembe. Lakini 15% ni procedure sasa. Procedure kama zipi? Mfano alikuwa inatolewa uvimbe katika tumbo, kuangua labda kizazi, kuweka kitanzi. Wakati wa kuweka kitanzi inaweza ikatumika hiyo procedure, labda isiwe safi, ikaweza kapelekea hiyo na procedure zingine ambazo zinaweza zikafanyika. Kwa hiyo asilimia kubwa ni ngono pamoja na magonjwa yanayoshambulia via uzazi kama inavyoonekana hapa. Kwa hiyo asilimia kubwa ni ngono, lakini procedure inayo, kwa sababu inaweza ikafanyika sio 100%, inaweza ika 15%. Lakini data zinazidi kutuambia kwamba 3/4 ya watu ambao wanapata PID ni umri wa chini ya miaka 25, vijana ambao damu yao bado inachemka. Lakini pia 1/3 au tuseme robo ya wanaobaki sasa wenye umri wa miaka 25 na kuendelea. Manake hapa sana sana miaka 30 ndio wanapenda kuzungumzia, lakini data zetu umetuambia 25 na kuendelea mpaka utakapofika umri wa ukomo wa kujifungua au wa kubeba mimba. Data zetu na takwimu zetu ndio zinazotuonesha kwa mfumo huo. Lakini hebu tuangalie kipengele cha 3, kitu kinachoitwa risk factor. Mazingira ambayo yanaweza ikaipelekea PID kuwavutia wale wadudu, kuvutia chanzo. Mazingira yanaweza kuivutia chanzo kiweze kuwepo. Mazingira ya kwanza ni menstruating teens. Hawa ni wanaoanza kuvunja ungo watoto wadogo, hasa kwenye miaka 15, wale mabinti umri huo mpaka 17, ambao walikuwa bado hawajawahi kuona jambo kama hilo, na kutokana na uchafu na namna ambavyo wanakuwa, hii ni tukio geni kwao, wanajikuta wanapitisha wadudu. Kumbuka kizazi kinakuwa kinafunguka na cervix iko wazi, kwa hiyo inakuwa inarahisisha sana wadudu kuweza kupenya kwa wakati huu, kwa sababu usafi unakuwa unahitajika. Lakini pia kuwa na wenzi wengi kwa wakati mmoja, hapa ni umalaya kwa lugha rahisi tunaweza kuizungumza. Lakini pia kuwa na ngono zembe bila kutumia kinga. Sasa hii ni kwa wale walioolewa pamoja na wenzi wao. Pale wanaposhindwa kujizuia, labda mmoja yuko kwenye matibabu, japo hatushauri kuendelea na matendo wakati wa matibabu. Wale ambao bado
hapa hawahusiki, siwazungumzii. Wengine watawazungumzia, ila mimi siwazungumzii katika eneo hilo. Lakini kuwa na mwenzi ambaye alikuwa na history au ana magonjwa ya zinaa au magonjwa yanayoshambulia kwa njia yanayoambazwa kwa njia ya ngono. Lakini kuwa na history ya kufanywa ukatili wa kijinsia, sexual abuse, mfano alishawahi kubakwa au kufanywa kitu chochote kinachohusisha habari ya sehemu za siri. Lakini pia douching, kujiingizia vidole bila kuwa na usafi kupita kiasi mpaka kuweka na sabuni na kadhalika, au kujichokonoa kupita kiasi, hii inaweza kusababisha PID. Lakini pia gynecological procedure mbalimbali sasa, mfano endometrial biopsy, unapokuwa anachukua vinyama ndani ya layer ya uterus kwa ndani kwa ajili ya kuhakikisha kama ni kitu gani kutokana na mgonjwa ameenda anataka kipimo gani. Lakini curettage kwa ajili ya kuangua ndani, labda ilikuwa kuna imetoka herpesimola, yani unakuta mamola pregnancy, au kuna kitu chochote ambacho kimepelekea kizazi chake kiweze kufanywa usafi kwa kupanguliwa, pamoja na kufanya vipimo hysteroscope na kadhalika. Lakini pia tukishaona sasa mazingira hayo sasa ndiyo yanamvutia chanzo wale wadudu waweze kuingia kupitia procedure au kupitia ngono zembe na kadhalika, ndio chanzo kinaweza katokea. Lakini kuna namna ya kuweza kuyazuia, protective factors. Moja ya protective factor ambayo tunaizungumzia hapa ni kukinga, kutumia condom. Hii inazungumzia kwa waleo wenye ndoa tu, ambao hawako kwenye ndoa. Hiyo ni dhambi tu kama dhambi zingine, wala usiweze kusema kwamba mfano aliyezini kwa kutumia condom na aliyezini bila kutumia condom wote ni wadhambi tu. Kwa hiyo issue iko pale pale. Kwa hiyo nazungumzia walioko kwenye ndoa tu. Lakini kuna oral steroid contraceptive ambayo ni vidonge vya kuzuia uzazi wa mpango. Vyenyewe vinazuia vipi? Kwa kwenda kutoa ute mzito ambao utaenda kukaa kwenye sehemu ya mlango wa kizazi uterus, kwenye mlango wa kizazi ambao ni uterus. Na mlango huo unaitwa cervix, na kuzuia wadudu waweze kupenya pamoja na manii ambayo yatakuwa yanaambatana na wadudu. Lakini kuwa na monogamy, maana yake ndoa ya mke mmoja na kuwa na ndoa ya mume mmoja. Hii ndio tunaizungumzia hapa, uaminifu, na Biblia imezungumza. Neno la Bwana lina hekima kuliko kile chochote. Kwa hiyo Biblia unaona sayansi inaenda pamoja na Biblia moja kwa moja kusisitiza kuwa na mke mmoja na wake, au tuseme ndoa ya mtu mmoja, ndio naizungumzia hapa. Lakini kwa wale ambao hawajaolewa, waache, ni kujizuia na kujitunza. Kwanza ni heshima, lakini pia unapunguza magonjwa kama vile PID. Kumbuka umri nilio